Naomba nchumu hapo. Wewe umeanza mambo yako. Navyota vizuri ndotoni vinaishia, nashika kama kipofu asiyeona njia. Kwangu jana na leo zinatofautishwa na majina tu, shida pale pale, msoto pale pale, juu kwa juu. Mawio na macho vimekutana, nanio aliyejeje nuru yangu ya jana. Ukurejeshe nuru yangu ya jana. Sina mwingine zaidi yako Maulana. Navyota vizuri ndotoni vinaishia, nashika kama kipofu asiyeona njia. Kwangu jana na leo zinatofautishwa na majina tu, shida pale pale, msoto pale pale, juu kwa juu. Mawio na macho vimekutana. Nishafika na kusubiri.
Shikamoo. Jambo. Samahani kwa usumbufu. Kuna mtoto mimi nimepoteza toka jana. Samahani, nilikuwa namuulizia dada amemuona, nika kijana fulani, sio karefu sana, kamevaa shati la mikono mirefu. Hivyo ujue katika vitu ambavyo sipendi ni kupotezewa muda. Kama ulikuwa unajua ratiba zako ni za muhimu, kwa nini unataka tukutane? Ni dharau gani hizo? Yaani toka saa 1 mpaka sasa hivi saa 6 haujafika. Umeniharibia ratiba yangu ya kwenda shule. Sasa sikiliza, mimi sijapoteza, umepoteza wewe. Naomba hiyo hela uniwekee kwenye simu. Nishamaliza. Nafanya kama nilivyokuambia. Weka hela yangu kwenye simu afu kila kitu kitakuwa sawa. Na wewe hapa tena. Kama nilipokuambia dadangu, mimi nimetokea kijijini. Na baada ya kufika hapa mjini, niliibiwa kila kitu, simu. Na hata yule mwenyeji wangu yuko kunipokea huko mjini, nilipoteza mawasiliano naye. Kwa hiyo naomba unisaidie angalau hata kazi hapa. Nipate kujistiri siku 2-3 hivi nikiendelea kumtafuta mwanangu. Kuhusu swala la kazi, mdogo wangu, hapa nilikuwa na upungufu wa wafanyakazi. Kwa hilo usijali, nitakupatia kazi. Nashukuru. Wala hata usijali mdogo wangu. Yaani usijali kabisa, nitakusaidia kadiri ya uwezo wangu. Umenielewa? Na huyo mtoto tutampata. Na nitakusaidia kwa hilo. Sababu matarajio yangu ni wewe uwe shuleni sasa hivi. Maana nikiangalia hapa saa 6 kasoro. Mimi shule nilikuwa nimeenda. Ila nikaa nahisi mwili hauko poa. Nikaomba ruhusa nirudi kupumzika nyumbani. Hata hivyo darasani masomo nilikuwa siyaelewi. Sasa kama ni ruhusa, si utakiwa uwe nyumbani umeshafika na kupumzika kwa sababu unaumwa. Unatakiwa uende nyumbani upumzike. Na hapa vipi sasa? Ndio umeona sehemu sahihi ya kupumzika? Hapana. Nilitembea nikachoka, hivyo nikaona nipumzike hapo. Hata hivyo muda unafika na mimi ndo niko najiandaa kuondoka. Basi sawa, isiwe kesi. Mimi nilikuwa naona tupite maabara ukapime kwanza. Then baada ya kupima uchukue dawa. Ukachukua dawa ndo uende nyumbani ukapumzike. Naamini utakuwa sawa. Hapana Anodi. Mimi niko sawa. Na hii hali inanitokea kila mara ninapokuwa kwenye siku zangu. Hivyo nilikuwa naomba tu labda unipeleke sehemu tulivu. Kuna kitu nataka kukuambia. Basi sawa. Basi niko naomba unipitishe nyumbani nibadilishe nguo.
Mbona umefly hivyo? Unaumwa kweli wewe? Twende bwana. Karibu mume wangu. Asante. Sana. Ndio utokako. Karibu za kazi. Asante. Tupo. Fresh. Nimesema ndizi 1,000, nyanya 500, karoti Hela hiyo ndio ya. mimi vipi nataka kufungashia na kata hela. Daisa jamani. Yaani nimekuumisha kote huko bado nikata na ya kufungashia. Ungejua ila nilikoitoa. Aka chencha yangu irudi. Ja leo nikupe shoga yangu kakufungia maana. Ando mama. Wewe maujachaga tu yale mambo yako. Sasa naachaje shoga yangu? Wakati ndo mambo yanayoweka mjini. Hem ni ajili basi hadi dukani kwako uone kama sijaacha. Tena umenikumbusha kitu. Jana kuna ndugu yangu niliongea naye kwenye simu. Alikuwa anatoka huko kijijini anakuja huku. Lengo langu alikuwa aje hao ananisaidia pale dukani kwangu ili mimi nibezi na hizo kazi za sokoni. Ila nimepoteza mawasiliano naye toka jana, yani hata sijui yuko wapi. Na kila nikipiga simu yake haipatikani. Na yeye huko ni mgeni, mimi ndio mwenyeji wake. Kwanza pole shoga yangu. Lakini pale nyumbani kwako si unaona kuna kijana yuko pale. Kwa nini sana kusaidia kule dukani alafu wewe ukafoka siku gengeni? Yule sio kijana, yule ni bwana wangu na sitaki hata afanye kazi yoyote. Yaani yeye yuko kwa ajili tu ya kukaa nyumbani. Mtungani bora nihangaike mimi na mtunza yeye, ila sio yeye kumchosha na kazi. Lakini pole kwa yote. Sure. Ila pia ongela kwa kulia kibenteni eti kisa kinakupa raha. Ndugu yangu wanaume wachache. Baadaye. Mainda. Njoo. Naomba muendelee chakula shilingi yako. Sawa dada, chakula gani? Unapendelea chakula gani? Kwema. Kwema. Kwema kabisa. Yeah. Mimi niko sawa. Niko sawa. Okay, chakula gani?
Letewa. Nipe wali maharage. Nikule wali maharage. Mke wangu. Naona umeongeza mfanyakazi mwingine. Ndio mwanangu. Mke wangu. Wafanyakazi wote ulionao hawakutoshi kweli mpaka kuongeza mfanyakazi mwingine. Hivi mwanangu. Huyo dada alikuja anahitaji msaada. Sijui mwenyewe mwanangu. Kwa hiyo hapo alipo wana mawazo wala sehemu ya kupata chakula. Kwa nini kama nimsaidie mume wangu? Alafu vile vile nilikuwa nahitaji tu kuongeza msaidizi hapa. Au kuna shida mume wangu? Unaonaje mazingira ya hapa? Mazingira yako poa, ametulia. Mbona nikulete hapa kwa sababu ametulia, ikusudi unielezee jambo lako eh? Sawa. Unajua nini anodi mpenzi wangu? Ni kwa kitu nataka nikuambie. Kitu gani hicho Zuu? Mimi natamani wewe na mimi tufunge ndoa. Yaani tuishi kama mume na mke. Japokuwa ni muda mfupi nimekufahamu, lakini mimi naamini wewe ni mwanaume wa ndoto zangu. Kwa hiyo sitaki kukupotezea muda. Sawa. Hiyo unalosema ni sawa na hata mimi mwenyewe natamani hiyo hivyo kwa sababu moyo wangu kila siku kila wakati unaniambia hivyo. Lakini Zuu, ukiangalia kwa sasa kuna kitu hapo kati ambacho kinazuia hivi kwa sababu ukiangalia wewe sasa hivi ni mwanafunzi. Naona nilikuwa natamani sana ufocus kwanza na masomo. Baada ya kumaliza tu masomo, mimi nikuweke ndani Zuu. Naona unizalie watoto Zuu. Anodi. Mimi shule nasoma kwa sababu ya kakaangu. Ni vile kakaangu namheshimu na kumsikiliza. Unajua kakaangu ndo kama baba, ni kama mama pia. Kwa hiyo nasikiliza kila anachoniambia. Ila kusema eti mimi napenda shule, si na akili za shule, ni uongo Anodi. Sawa. Na ulisema nimekuelewa. Lakini pia unachotakiwa kukielewa kwa sasa, mimi nakupenda na sitaki nikupotezee muda wala nikuharibie ndoto zako. Talifanyia kazi hizo. Nifai kusikia. Pokea simu. Ila pointi yangu mimi ni moja. Hii ni kazi yako na wewe ndio unajua kwamba pengine sasa hivi una uhitaji wa nini wa mfanyakazi. Kwa hiyo hapo siwezi nikakupinga. Ila cha msingi cha kuzingatia ni kwamba je, huyu mtu unayemsaidia ni mtu sahihi? Unajua sasa hivi matapeli ni wengi. Yaani mtu anaweza akaja kwa kivuli cha kuomba msaada. Umeona? Lakini mwisho wa siku kumbe hana huo uhitaji. Ana mambo yake tu mengine kabisa tofauti na msaada. Kwa hiyo nakuelewa mume wangu. Lakini kwa kumtazama huyu binti
Sidhani kama naendana na hao watu. Basi sawa. Mimi sina nini. Sawa. Bwana sijali mama. Sijali kabisa. Kwa hiyo mke wangu ndio lazima tutaishi naye nyumbani. Tutaishi naye nyumbani. Sawa, lakini mimi point yangu ni ile. Namwamini Kwa kumtazama yule bibi, wala naona ana shida. Samahani, kwamba nikapokelea hapo. Kuja kidogo. Samahani. Sawa. Halo. Vipi tena? Simu za mara kwa mara za nini? Si tumetoka nyumbani asubuhi tumeagana vizuri. Okay, sawa. Hebu ngoja kwanza nimalizane na hao wataka, afu nakurudia. Sawa, nitakupigia. Haya, usijali mke wangu. Nakupenda. Umeboeka. Sio uko unaongea na nani? Nilikuwa naongea na mama. Mpenzi, nampenda sana. Oh, kumbe mama, ndio maana unamsema moyo wangu. Yeah. Nimemsave hivyo kwa sababu nampenda sana. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi ndio mzazi pekee niliyebaki naye duniani na ndio mtu ninayempenda. Ukitoka wewe, yupo yeye. Yeye kama hayupo, upo wewe. Au vipi? Sawa. Kinywaji kwanza. Ambi. Nyumbani. Kwa sasa hivi uko sawa? Hivi kweli wewe ulikuwa unaona? Wewe ulikuwa uone wewe. Umeshaanza. Kwani mimi nilikuwa naumwa tena? Nina wasiwasi. Ushaanza kunisema siri. Basi sawa. Huzuni imetawala maisha yangu, ndiyo chanzo. Najilaumu, wenda mimi wa tofauti pengine. Furaha inauzwa, nikanunue hata roho nipime. Mawio na macho vimekutana. Nanio aliyejesha nuru yangu ya jana. Wakurejesha nuru yangu ya jana. Sina mwingine zaidi yako Maulana. Navyota vizuri ndotoni vinaishia.
naishi kama kipofu asiyeona njia. Kwangu jana na leo zinatofautishwa na majina tu, shida pale pale, msoto pale pale, juu kwa juu. Mawio, mawio, mawio na macho vimekutana, nanio aiyejeshe nuru yangu ya jana. Wakurejeshe nuru yangu ya jana. Sina mwingine zaidi yako Maulana. Walinyama. Sawa. Uko sawa? Haya. Lakini dada, na kitu nataka nikwambie, ila samani kama tukuvunjia heshima. Kitu gani hicho? Ni kuhusu tabia ya mume wako huyu aliyekuja kulala. Mume wangu amefanya nini?